jua maana ya neno Gen Z. Kwa sababu vijana wengi huko mtaani wametibuka wanajiita Gen Z. Kuna baadhi ya maneno ya chini kwa chini wamekuwa wakisema neno Gen Z maana yake ni Generation Z, yani kizazi cha mwisho. Lakini mimi kama mimi ninavyoona hichi kizazi cha mwisho yani ni kizazi cha laana. Kwa sababu haiwezekani, sijui yani niongee tu, ni kama kikundi cha wauni wamekusanyana huko, wasiojitambua wakaanzisha kitu kinachoitwa Gen Z. Maana yake ni kutaka kuchochea vurugu katika taifa letu, kitu ambacho hakipo. So na kushauri kijana mwenzangu, ukisikia sehemu sijui Gen Z wako kule, achana na hayo maswala ya Gen Z, achana na hao vijana. Ni vijana wauni tu ambaye lengo lao si nzuri, lengo lao ni kutaka kuvuruga amani ya nchi yetu, na ni kitu ambacho sio kizuri. Ambacho kinaweza kukuingiza katika matatizo. Ni bora ukae nyumbani kwako, ule ugali wako, kama ni ugali dagaa, kama ni ugali mchicha ule, lakini kuliko kujihusisha na hao vijana ambaye wanajiita hivyo. Yani ni kitu ambacho hakitapendeza, kwa sababu utajiingiza katika matatizo, na hayo matatizo yatakuwa ya kujitakia. Kwa sababu unapotaka kuleta vurugu katika nchi yetu, na sisi tunapenda amani, unamaanisha nini? Unataka tuishi kwa kujisuasua? Kwa hiyo nakushauri ndugu mpambanaji mwenzangu, ndugu mtafutaji mwenzangu, ukisikia hilo neno, ukisikia sehemu neno watu hilo wanaliongelea, kimbia kabisa, ukae nyumbani kwako, jifungie ndani kwako, utakuja ujiingize katika matatizo. Hao ni vijana wauni tu, vijana wavuta bangi ambao hawana akili. Kwa hiyo achana nao. Narudia tena, achana nao. Ni bora ukatulia nyumbani kwako kuliko kujihusisha na hao vijana ambao wamejianzishia jina la Gen Z. Eti wanajiita kizazi cha mwisho. Hicho ni kizazi cha laana, ni kizazi cha 2000. Wewe ulisikia wapi? Hicho ni kizazi cha laana, kizazi cha 2000. Kwa hiyo achana nacho, fanya mambo yako. Kama una majukumu, kama una familia, tuzilinde familia zetu jamani. Nadhani kila mtu anatamani kuwa na uhuru, kila mtu anatamani uhuru. So ni hayo tu ambao ningependa niwashauri Watanzania wenzangu.